Wewe unajua mimi namgaramia shilingi ngapi? Wewe unakuita immigration, wewe si mkongo wewe. Nyanyuka. Wewe unajua. Kwa nini unakulia nyama? Wewe unajua mimi natumia gharama gani? Unamwambia nini? Wewe ile umefunga si ndio? Sikiliza, mimi nakuletea immigration, wewe unatetea Kongo. Wewe unatetea Kongo. Hapa tuone kama utafanya biashara wewe. Mama Faruku. Yaani mnajipenda mpaka kwenye nyumba cha wageni mama. Wewe unaongea nini? Unaongea nini? Ini zaidi la chozi la mstari lilogeuka shubiri pindi likitengenezwa kuwa asali. Sikutambua zamani, ndo maana sikukusamini. Sikutambua zamani, ndo maana sikukuweka moyoni. Hili ni anguko lenye adhabu kwangu baada ya kuwa funzo. Nilipaswa nijifunze history na sikuishi kwa history. Ningelitambua hili mapema, nisingekufananisha na wanaume wanaonitamani na kukuacha ulionipenda. Nisamehe sana Faruku. Kwa hili sistahili kuendelea kubaki kwenye mgongo wa ardhi. Unaonekana una mawazo, lakini pamoja na yote umependeza. Kikuangalia kuanzia chini huko, umepiga leather kali. Hapa katikati jinsi kali ya kijanja. Shati kali ya blue bahari na vidoti hivyo vyekundu na blue. Naona bwana kola ina nakshi fulani ya weupe. Ila juu sijaelewa. Wapi? Juu ya kichwani. Yaani sijaelewa, yani sijui ulikuwa na design bustani, sijui ulikuwa na design shamba la miwa au shamba la mananasi, au ulikuwa na design labda vitunguu swaumu au vitunguu maji au sijui kilimo cha kabichi. Yani sijaelewa ulikuwa na design nini kwenye nywele. Kwani kama na rasta fulani hivi kichwani Kama katani. Mimi nywele zangu kama katani? Sawa. Lakini sikupenda mimi kwa hivi. Umeelewa? Mimi gazabu na hasira ndo zimepelekea mimi kuwa na nywele kama hizi. Unajua mtu unapokuwa na hasira unaweza ukapelekea kufanya jambo lolote lile. Umeelewa? Sasa mimi wakati na mauzi nikajikuta nafanya, unajua hasira zile unanyongolota. Hata mimi sikujua kama nywele zimejiumba. Wakati napita shangaa watoto wananishangilia, Laki yule. Nikajua nilivokata kona hivi nikasikia moja akasema Dube, nikasema anamaanisha mimi ni yule marehemu wa South. Kwa hiyo kafa South kadhaliwa Tanzania. Kwa hiyo mimi ndugu yangu na matatizo kweli. Kiukweli kabisa ndugu yangu, mimi matatizo yangu makubwa. Hivi mke wangu kwa nini imefikia hatua mimi ananizalau kiasi kama hichi? Kivipi? Yaani ananizalau vya kutosha sana. Yaani inawezekana kunizalau mimi. Kwa nini anizalau mke wangu mimi? Hasa hayo mambo ya ubahili ndugu yangu. Nikwambie kitu kimoja. Sio kwamba eti mwanamke ukimuoa ndo hatakiwi kutoka, utakiwi kumpeleka sehemu tofauti. Achana na hawa wagombea wanavojinadiji, wanakuwa wanaahidi vitu vingi, wanawapeleka watu sehemu tofauti, alafu wakishafanikiwa kuingia madarakani wanaacha. Usiwe hivyo. Najua mke wako wakati unamfukuzia ulimwaahidi vitu vingi. Sio hivyo bwana, lawama alichokifanya yeye. Umeelewa sijui? Yeye kanikosea mimi adabu na heshima, yani kimahusiano. Yaani anaonekana anatembea na mtu mwingine nje. Ndio maana nikasema zile message anasema mimi simfikisha, yani mimi siziwezi show. Alafu bora zile message ninavyoziangalia ni afadhali angesema mume wangu labda pengine anakibamia, ningesema afadhali alhamdulillah hikalifahalu, ningesema hivyo afadhali. Lakini cha ajabu ananiambia mume wangu ana beti la saa, mimi na beti la saa. Just imagine niangalie beti la saa lilivyo. Mimi kweli si salau hizi. Astaghfirullah.
dharau, kanivunjia heshima. Hebu likague, fanya mind yako kichwani, liangalie beti la sali lilivyo. Alafu niangalie na mimi. Kweli vinaendana? Anakufuru. Unajua natamani walau dakika 2 au 5 ungeona jinsi mimi ninavyoishi na mke wangu. Mimi naishi na mke wangu. Kweli? Naishi naye vizuri mke wangu. Nambana kila engo mke wangu. Bwana. Mimi the man of fact wewe. Mimi mke wangu akisema naenda dukani nimo. Naenda gengeni nimo. Kuchota maji nimo. Kusonga ugali nimo. Nje siju kwa mama kina nani kusuka nimo. Saluni nimo. Umenielewa? Yaani mimi na mke wangu nimo kama marehemu Gurumo na Msondo. Bwana. Sijui umenielewa vizuri? Ndio. Mke wangu ananawili. Mke wangu kama unavyomuona anashawishi, anaita, anang'aa, akipita kona huku kona kule. Watu mke wa Faruku anang'aa, vizuri vinaundwa. Mimi shababi, naishi vizuri na mke wangu na namfikisha kila engo. Bwana. Mimi jua dali nimo. Uvunguni nimo. Maajabu. Yaani mimi hatari baba. Yaani kama ukisema upige deo kwenye show yangu, unaenda na maji. Sasa mimi jana, unajua kila mtu anatakiwa amfurahishe mwenza wake. Jana mimi mwenyewe nimetoka kuoga. Unajua ukiwa na mwenzako unatakiwa upate, ninavyosikiaga kwenye vipindi vya redio, muandae mwenzio. Mimi nikasema leo na nimenunua taulo langu safi jeupe, ng'ali. Kwenye redio mimi nasikiaga mwambie mwenzio. Mwambie? Mwenzio. Hiyo nasikia mwambie mwenzio. Nikajitayarisha mimi na taulo langu jeupe kabisa. Nikakaa kitandani nikasema ngoja najiandaa. Unajua mimi alhamdulillah nikivuaga shati langu na mimi nimo kwenye 6 pack, ninazo 6 pack. Kwa hiyo nikalala kitandani nakwambia pale, nikajilaza hivi, nikajua atakuja kunisifia kulingana na mimi nilivyokuwa shababi. Umeelewa? Sasa cha ajabu ameongea mambo mawili yalonihuzunisha. Alivyoniona tu na kitambi changu kile kaanza kuimba, helicopter hiyo. Mimi kingine kilichonishangaza tena nimegeuka hivi anapiga tipwa tetema. Mimi tipwa. Ndugu yangu, mimi niko upande wako, lakini kwa matusi hayo tunasema hayakujitakia. Hilo tusi umejitakia. Wewe una 6 pack, hiyo long pack hiyo. Long pack? Ina maana gani sasa 6 pack? 6 pack. Tuanze kudadavua kimoja. Tuchukue 6 kama 6 kwa maana ya namba 6. Kweli. 6 ni 6. Yes. Umenielewa? Pack ni maegesho. Kwa tukiliunga sasa ili tukiliweka kwa ujumla wake 6 pack. Maana yake ni maegesho 6 ya magari ambayo muasisi wake ni 2 pack. Hii long pack. Sawa. Wewe umesoma sana. Mimi naelewa hilo. Ila sasa kuna kitu kimoja, na ndio maana hata marehemu baba jana alinitokea kwa kweli. Umenielewa? Nikasikia marehemu baba anakuja kama mahusiano yanakusumbua. Mwanangu beba nondo. Afa kamaliza. Nikamwambia kweli baba alikufa enzi za mtoto wa Getikali ya inspector. Bado anakupoteza na yeye. Mzimu unakosea? Kwani kuna maisha baada ya kifo? Anakupoteza wewe. Umesikia? Ukibeba nondo utaishia kwenye maklabu kulinda magetini, unakagua tiketi, viingilio, unakuwa bouncer kama yule nani yule Mwarabu fighter. Yule simbeba nondo tu. Na wengine. Usibebe nondo mwanangu, tafuta hela. Kwa ndo ushauri wako wewe? Ushauri wangu tafuta hela. Ukitafuta hela ubabaishwi na mtu yoyote. Basi sawa hiyo. Ukiwa na pesa, iki kitambi kinasifiwa, hujasikia ile. Ukiwa na pesa utasifiwa kitambi. Si ndo mimi labda ndio upate hela. Basi sawa, hilo mimi haina shida. Kwa hiyo ushauri wako mimi niongeze bidii kwenye show, kwenye kutafuta hela. Unajua mimi namgaramia shilingi ngapi? Wewe unakuita immigration, wewe si Mkongo wewe. Nyanyuka. Wewe unajua. Unamwambia nini? Wewe ile umefunga si ndio? Sikiliza, mimi nakuletea immigration, wewe si unatetea Kongo. Wewe si unatetea Kongo.
hapa tuone kama utafanya biashara wewe. Mama Faruku, yaani mnajipendana mpaka kwenye nyumba cha wageni mama. Wewe unaongea nini? Unaongea nini? Sema nini? Bora umekuja rafiki yangu. Yaani leo nimevurugwa kinoma, yani hata sielewi yani. Yaani kuja kwako kidogo utanifariji. Wewe unakuosha zingwa sehemu. Mambo tu. Unajua siku nyingine yani inatokea tu siku inakuwa miayusho, yani inatokea ni kuanzia asubuhi inakuwa miayusho, unakutana na matukio miayusho. Basi tu mambo. Ila sema nini? Bora umekuja, yani hujakuja tena chips rafiki yangu. Kwani hujapika? Basi kanichukulie chips. Chips za wapi? KFC baba. Sawa, baadaye kidogo basi. Mbona nakata simu? Baby, mbona upokee simu? Achana nayo bwana. Mzushi wewe. Nani? Wewe nitokea umekuja pale nimekwambia kuna mtu nimekanipuruga. Mili wewe. Unajua leo nimetoka kumfumania Mili. Na nimekiwasha kinoma. Yaani muonyesha rangi yangu nyingine. Yaani wewe unaongea hata bila aibu, eti nimekiwasha kinoma. Kwa hiyo kumfumania yule unakasirika nini? Una mind nini sasa? Sasa wewe utaka mind hapo. Kwa hiyo unataka kuniambia unampenda yule, si ndio eh? Wewe cheke sometimes vitu vingine unielewe. Pokea simu umsikize anasema nini. Kama kweli hujamind, pokea simu. Huyu hapo anapiga. Unaniangalia nini? Yala. Sikia. Hizo kato zilikuwa naletea ni kato gani? Hebu sikia nikwambie kitu kimoja. Wewe unataka kuniambia ule sio bwana wako. Mimi fala, yani mimi sijui vitu, yani sijui kuona, yani kitu sijui kuona ya. Kwa bwana wako, si ndio? Hebu ngoja nikuulize kitu. Yule anafanya kazi gani? Hapo mwaka sio Mtanzania yule makarikiti yake alikuwa amepaka yule anakaa kama mkongo yule. Sema nini? Sikia. Fuba lipo. Wewe kama Fuba lipo luka naye kibuku kicheza kisanuka fresh. Kwa sababu mimi mwenyewe pia kuna hela nahitaji. Nipo geto hapa umeme umekatika joto mtindo mmoja. Mimi nimesha kusamehe. Hiyo ndo luke naye mara moja. Ila sema nini wakati mwingine uko unazengua. Wewe umeniambia uko na mume wako kumbe unaruka nyoka sehemu nyingine. Yote ni marazi sasa. Mimi na mimi pia nina moyo. Naumia. Wewe uko naye mara moja tupige hela mshindo kitema na mimi unanichezesha. Hapo. I love you. Sisi shoko mimi nimekusamehe sasa nimesema I love you. Haya okay Aisha. Nakupenda mke wangu. Nakupenda pesa wangu na kila kitu. I love you. Okay basi utanitumia basi kwenye namba hii hapa. Sio ndogo yenyewe ina charge. Geto kama umekatika joto kinoma noma. Haya boss. Sasa ungekuwa unakataa hapo ukipokea simu hiyo ungepata? Mimi sijamind. Mbona hujanielewa point yangu? Mimi lazima niletee picha. Hiyo tunagawana wote. Bwana Faruku. Mr. Miyagi. Upo nimekuhifadhia. Vipi? Unautaka? Bwana Faruku wewe. Unawezaje kufanya mambo ya mpati ya nyumbani ya mama hapa wewe ndio unayefanya kazi za wanawake wana?
Unacheka cheka kaya wana. Wewe nikakwambia kuna kazi za kina mama na za kina baba. Mimi sikia nikwambie. Wewe kila wakati wa zamu ya wapangaji hapa, wewe kazi baadaye afanye mke wako unafanya wewe. Hivi ni mtakani wewe unapata wa kwenda kutafuta hela cha kutafuta maisha yako ya baadaye. Kwani mimi mwenye nyumba? Si umesema kazi za wapangaji? Mimi nani sasa huko? Mpangaji mwenye nyumba. Una lolote bwana Faruku, mimi nakwambia mambo ya siasa tu. Lolote nalo nalifungia kwenye vipo. Wewe Faruku, acha nikwambie wenzetu unajua ni kiumbe dhaifu sana. Na mimi ndio maana nilishindana na shemeki yako hivyo. Kwa sababu mambo anayoyataka yeye sio yale ambayo mimi nayaona kwamba yako kwenye mlolongo wa kifamilia kama nilivyofunzwa zamani mimi na babu yangu. Sasa hata wewe mimi nakwambia utapotea. Wewe utapata wapi hela za kujenga nyumba kama hii ya kwangu kwa mtindo huu? Hakuna amka, unadeki, unaosha vyombo, mara unafua nguo za mke wako. Baba, rekodi zako ninazo, nyumba sio yako, nyumba umerithi. Sasa nikwambie kitu. Kwa mujibu wa vitabu vya dini, unajua kitabu cha dini kina nukuu ya Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa vitabu vya dini, wanawake ni pambo katika nyumba. Wanawake wapo kwa ajili ya kuongeza familia, sio kwa ajili ya kufanya kazi. Ndio maana tunashauriwa sisi wanaume, unapooa pia ajiri msaidizi wa mke wako kwa ajili ya kufanya kazi zingine zote za nyumbani. Sijui umenielewa? Sasa kwa sababu mimi sina hela ya kuchezea kumlipa mtu mwingine, ndio maana hizi kazi zingine ndogo ndogo hizi nazifanya mwenyewe. Mke wangu astarehe, mke wangu apendeze, mke wangu adamshi ang'ae. Nyinyi mnavyomuona anapita na mnamsifia tu, mke wa Faruku mzuri. Ndo kama hivi namuunda, vizuri vinaundwa. Wahenga hawakuwa nyuma, walikuwa na akili yao kusema vizuri vinaundwa. Ndo kama hivi. Nakuonea huruma. Nionee macho sio. Acha tunakwambia, lakini tukaacha hayo. Hivi wewe una kifua kabisa cha kuweza kutunza hewa na mbati na siri? Ona sasa maswali gani unaniuliza? Kuna binadamu bila kifua? Unaishi vipi? Wewe nyumba nakwambia wewe umeirithi. Kuna siri mimi nataka nikwambie sasa. Ndio maana nakuuliza. Kwa sababu isije katokea ndugu yangu tena mkaniletea hapa mkoroganye wewe na mke wako tena mimi hata mtoto. Ndio maana unaona watu nywele zinaota ndugu yangu. Nakuuliza kama unaweza kuvumilia nikwambie. Siri gani unataka kuniambia? Jambo shaki. Umeongeza vingine? Usijali Faruku. Kuna nguo nimeweka kitandani, kanipigie pasi. Hizo nguo nitamaliza mwenyewe kwa kufua. Kiko wapi cha kumchinjia mgeni mwenyeji alale njaa? Anafua mwenyewe. Anafua mwenyewe. Mnajipendana sana. Tunajipendana, tunapendana. Hiyo wende kusomea Kiswahili mpya. Mr. Miyagi. Una siri eh? Unataka kuitoa. Lakini awe na kifua. Lakini hata mimi na kifua ujue. Na kifua yani naweza kutunza siri vizuri. Wewe niambie tu mimi hiyo siri, sawa? Alafu mimi nitamsimulia Faruku vizuri. Niambie mimi hiyo siri. Hamna shabaki. Mr. Miyagi. Hauna tena siri. Imeisha. Sasa sikiza nikwambie. Sawa? Nakusaidia tu. Wakati tukio linatokea, ulikuwepo wewe peke yako. Mtaa mzima hakuna mtu mwingine aliyekuwepo. Kwa hiyo, yani nikisikia chochote kwa mtu yeyote, hata yule Faruku mume wangu unayemwona yule, ana kifua. Yani ukimweleza mapema ananiambia. Alafu akiniambia sasa au akiniuliza, mtajua limetoka kwako. Sema tena shemeji. Wewe una siri unataka kuifanya. Unataka kuitoa, lazima mtu ana kifua eh? Mimi nakusaidia siri ndogo tu, alafu uitoe tuone kama utakuwa na kifua, sawa? Hapa nilipo saizi hapa.
Napiga kelele kwa unataka kunibaka. Hapana shemeji, hapana. Ujitie mtoto mjini. Si ndo mjini zaidi yako. Mzee, huo muda unaofikiria bora ungefikiria kabla hujaniita, alafu kisha niita unakuwa umeshapata jibu kamili unaniambia tu. Wana Faruku. Mimi nimekuita kwa sababu wewe ndio mpangaji peke yake ambaye tumekaa hapa muda mrefu na umekuwa kama mdogo wangu kabisa. Sio kama mimi mdogo wako, kwa sababu mimi hata nifanyeje? Yaani hata nidhikiri bila nguo sikupati. Kabisa. Kuna jambo limenichanganya sana, limenichanganya kwenye kichwani. Nakasema kwamba nikilileta kwako, wewe utanipa ushauri. Ndio. Kwa nataka nikushauri. Kabisa. Kumbe inawezekana wewe. Kwa nini? Kumbe umri ni namba tu Namba kwa nini? Yaani mtu mkubwa wa umri anaweza akaomba ushauri kwa dogo tu. Waka inawezekana, wekesana kabisa kadogo lakini kakamshauri mkubwa. Sikana kuwa na busara. Kweli. Unanikumbusha wanafunzi wa chuo cha Oxford nchini Marekani hiyo. Ndana Beverly Hills hiyo Toronto Canada saa 6 usiku hiyo. Wanafunzi washakunywa bia zao 4 hiyo unaambiwa. Nakumbuka ilikopo Machi 3 hiyo ndani ya Februari 2017. Tarehe 4 hiyo. Fulishieji hiyo April Fool tarehe 1 hiyo. Wale wanafunzi wamekaa wakaja najibu kwamba inside down, up wide and loading the project. Wakiwa wana maana kwamba ni rahisi mtu ukawa na akili lakini ukakosa busara. Kwa maana ya mawazo ndio busara hizo. But it can't be organism of king power menta hapo and inter kwako just because of Kinana the Wiro. Yani wakiwa wana maana kwamba lakini haiwezekani wewe ukawa una busara alafu ukakosa akili. Ndio maana Kinana the Wiro. Achana na hayo mambo ya Oxford wana Faruku. Yaani mimi nacho nichanganya kichwa kabisa. Kuna mke wa mrafiki wangu. Kwa macho yangu mimi nimeshuhudia anakamatwa Bungoni Ilawa hiyo. Amna. Ile nani yani mchepuko. Yeye ana mwanaume mchepuko wa nje. Alafu mchepuko mwingine wamekuja wamemkamata kwenye nyumba ya wageni. Yaani mchepuko kamkamata mchepuko mwingine. Bwana double standard kabisa, double standard winji. Tuku yangu. Sasa ni mwanamke ni mlembo. Ni mwanamke kweli ile kibonge. Sasa mimi nikasema labda nikuulize wewe kama ushauri, ndugu yangu. Mwanamke kama huyu anaweza kuwa na matatizo gani? Kwanza hapo kutokana na elimu kubwa nilionayo na utaalamu wangu mimi kusoma sana novels, vitabu na majarida mbalimbali. Hicho kitu unachoniambia cha michepuko wawili wote ambao huyu mwanamke sio wa kwao, kwa sababu umeniambia mwanamke ameolewa. Hao ni michepuko wamefumaniana. Kwanza hiyo kitaalamu inaitwa double standard. Umeelewa? Ambapo ukizama deep kwa watu wa Marekani Hollywood ndani kule, maana yake wanaita hiki kitu kitaalamu kinajulikana kama threesome. Mimi bwana Faruku, mimi Kiingereza wakati wajua kama hivi waka siyajui, wewe niambie tu kwa Kisukuma hata kwa Kiswahili. Sasa mimi vitu vingine kwa Kiswahili vinanisumbua. Jambo kama hili kulisema kwa Kiswahili labda nijaribu. Sijui Kiswahili chake nitakuwa sahihi. Wewe unapofikiria ana tatizo gani mwanamke mlempo kama huyu kuendelea kuwa anafanya mambo kama hayo mbele za hadharani kwa watu? Sasa unajua wanawake wapo kama watoto. The women are like children. Kwa maana kwamba wewe unaweza kuwa na mtoto wako, umempikia ugali maharage, unamwambia kula hapa na sitaki kukuona unakula kwa watu. Lakini kwa majirani kule umepika wali nyama. Mtoto hajadoea, hajakusaliti, hajaachana na kauli yako, hajaidampo. Anapata anachokitaka kwa nyumbani kwake, au kama anakipata basi akipati kwa wingi, anakipata kidogo kiasi kwamba hata akitaka kuongeza
kimeisha. Hatosheleji. Atosheki. Sasa mtu kama mimi sasa nikamsaidieje huyo rafiki yangu? Nimwambieje? Ya nini umshauri? Achana nao. Wewe mpotezee kabisa, kwa sababu mijitu ya aina hiyo ukisaidia baadaye imejanjaruka, imepata fahamu, inajiweza, wanakuja kukusaliti hadi kwa mkeo. Asa ya nini wafadhila kawapunda kadunia leo? Bwana umfadhili paka bwana. Ukimfadhili binadamu mwenzio akiota meno juu utamtaka. Lakini wana nani, kuna dawa inaweza kuwa inasaidia hayo mambo? Dawa zipo Mr. Miyagi. Dawa zipo hizi. Pomoni. Kuna dawa kabisa inaitwa wamutu waliamba liamfipa bwino. 6 button dandan 3 button titifatasi kiboko hapa ulina hakuna kulala sawa, napiga moja na geuka ukutani kampa kalangi. Sasa wana Faruku, kama hiyo dawa ipo, mbona hutumii? Sasa mimi nitumie dawa nini wewe mikipaji maalum? Hawati mbaya, nilikuwa nasema mbona huwasaidii? Mimi kipaji maalum, kwanza picha linaanza mimi nimesoma Ilbolo. Ilbolo pale ukifika mwalimu yoyote muulize Faruku Mandingo. Jana na leo mimi. Wacha. Wewe uone hata ninavyoishi na mke wangu. Yaani jinsi mimi ninavyoishi na mke wangu, kama ndio ungekuwa kwenye timu, mimi kipa, mimi beki, mimi kiungo, mimi winga, mimi mshambuliaji. Nafasi zote na cover. Au si unaona unanionaga na kuwa katika napika na kuna nazi ili mali mke wangu asitoke. Nione wapi Faruku? Ushaye kufumania hata mambo yangu yasionekana kwenye macho ya kawaida? Hamna. Hatari, tilipu mchanga tilipu kokoto. Piga deo uende na maji. Mimi sio kireso mzee. Wana Faruku. Tilipu mchanga tilipu kokoto. Tilipu mchanga tilipu kokoto. Ni kila deo nafanya. Unaenda na maji hiyo. Hiyo kila deo unaenda na maji, mimi sio ya moja. Choba kusubia hapa ndo kwa juzi tu pale na kuya ndo nanikuta pale. Chona kati. Takusikiliza. Ape, vile ulivyoona juzi sivyo unavyofikiria Lape. Ndo najiamini sahi. Ndo naanza tu kufika ndo kwa kwanza kusema hivi. Ndo naona kila kitu pale. Ndo naangalia kwa macho yangu, ndo nazotala. Ndo naona kabisa. Hapana kitu naweza kuniongopea. Lape, nisikilize mimi. Nisikize mimi ndo nakwambia ukweli. Yule pale ni shemeji yangu, mdogo wake na mume wangu. Kweli Lape, unavyonitazama hivi mimi naweza nikatembea na mwanamume mwenye rasta. Ndo najuaje? Kwa nini ndo anachagua sehemu ya kutoa? Nje ndo anatola kokote pale napenda. Ndo nafanya kwa Tanzania. Unajua kitu moja. Ndo nakumbuka sasa hivi. Ndo pa Tanzania wengi ndo wanajua kwamba Bakongo ndo watu wenye huruma dunia nzima hii. Ndo angalia mfano mdogo. Yanga pale. Ndo anafundishwa na Zaela. Je, kuna mtu anaweza kumlipa Zaela mapesa yake? Jaki nafanya bure. Jo papika bamba shishimbi makambo jo najitolea pale Yanga. Ndo Bakongo ndo watu wenye huruma dunia yote. Ndo nakala saidi ndo naona ngomongopeba mtu yule ndo tanishikiaga tu. Jo batoto bada kitu moya. Jo mwanapenda sana mapesa. Venye mimi nakeka mapesa kwako. Ndo nakuya kwa ajili ya kuja kula mua. Kwa mwasiki toko magazi ndo nafika pale ndo namuita mubaba hivi. Lape, sikiza niangalie vizuri. Ndo nazotala. Kweli Lape, unavyoniona mimi kweli naweza nikatembea na mtu kama yule kweli? Kitu moja, jo naweza kuenda kama nyepesi hivi lakini ndio kitu gumu kabisa. Jo unajua venye mtu anapenda. Ndio mtu kama anapenda kabisa kwa jati ndio anakuwa anaumia kwa moyo wake. Lape, wewe unavyojiona hivyo, ukimwona na mume wangu, copyright. Mimi siwezi kutembea na mtu kama yule. So ndo nakala kidogo, ndo mimi naweka mapesa mingi. Ndo naenda kujina muni akale yako ndo mujanja siju kibaka akale yako siju shokoni dona dina yeye ndo mimi naweka mapesa. Sio hivyo Lape unavyonifikiria kweli. Msamehe. Cho mimi naumia.
Ndio mapigo ya mbia yanavyokwenda moyo. Uzomona. Chopa kuongea tena. Sameshe. Unajua toka nataka nikupeke Kongo kule. Jo ndugu zangu wote ndio wajue kabisa nakuja na mtoto mzuri kutoka Tanzania. So napeleka tena mtoto mzuri kumbe ndani mtu mabaya. Umenisamehe sherehe? Tunasamehe. Sasa hivi Mr. Miyagi. Nzuri tu ana Faruku. Karibu. Asante. Mr. Miyagi. Karibu ana Faruku. Mbona mke wangu nimemkuta hayupo? Kaenda wapi? Wana Faruku na wewe wana. Nyoosha Kiswahili usituharibie Kiswahili mkoi. Sema kwamba mke wako hujamkuta, sio umemkuta hayupo. Kiswahili gani hiyo? Kwani wewe siku hizi umebadili jina? Hapana. Wewe sini namsikia mke wako hapa anakupigia simu, wewe unaongea naye. Anaita daddy, sweetie, honey. Akasema nakuja sasa hivi hapa mpenzi wangu. Kwa hiyo kaongea na mtu mmoja huyo sweet au nani yani? Kabisa. Na huyo wa nne sasa huyo ambaye ni mpenzi wangu naona. Ametoka sasa hivi. Kaenda kwenye kwani sio umetokea hivi? Kapita kwenye hii njia sasa hivi tu hata dakika 2 hazijaisha. Kwa kaongea na watu wanne tofauti. Wewe alipotaka kumalizia akasema haya mpenzi wangu sasa hivi utaniona. Wanne. Umeona? Nakwambiaga Faruku, lakini sasa kwa kusaidia wewe umekuja kwa kupitia njia hii. Ndio. Fanya haraka sasa, nenda kwa njia hii, ametoka na njia hii. Atakuwa hajafika hata kwenye mtoni pale. Kama dakika 2. Una uhakika? Sasa hivi kimbia, utajua anakoenda walikomuita. Watu wanne wanataka mfanye nini mke wangu, watu wanne wote hapa? Sema nini wewe, sometimes unakuwa unazingua sana. Mimi nakupigia simu yangu inaita, unakuja kupokea, nakuja unachelewa hivi. Leo jamani, yani leo unaongea kama ujui. Mimi natakiwa niweke nyumbani kila kitu sawa kwanza, afu ndo nifanye mambo mengine.